aliyewahi kutambulika kama kiongozi wa juu kabisa wa Katoliki, mtawala wa Vatican, Pope Francis, Papa Francis. Afariki dunia leo hii tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025. Papa Francis aliyewahi kuripotiwa hapo mwanzo kusumbuliwa na maradhi fulani, hatimaye ameumaliza mwendo. Papa Francis alifanikiwa kutawala kwa miaka mingi sana. Kifo chake kimewaliza wengi ulimwenguni, huku wengi wao wakibaki na swali moja tu, ambalo ndilo swali linaloenea ulimwenguni kote kwa sasa. Je, ni nani atakayeshikilia kiti hiko, na utaratibu gani utakaomweka madarakani atakayepewa kiti cha upapa? Sasa taratibu za Vatican zipo hivi. Pale papa aliyekuwa akitawala kwa muda wote anapofariki dunia, basi kardinali shemasi mkuu huhusika na nafasi hiyo kwa muda fulani. Na baada ya mazishi ya aliyekuwa papa, kardinali shemasi mkuu huitisha kikao cha makardinali kwa ajili ya uchaguzi wa papa ajaye. Hapa ndipo waandishi wa habari wa Vatican na makardinali wenye miaka zaidi ya 80 huondolewa kabisa, na waliobaki huingizwa kwenye chumba kiitwacho conclave, tayari kwa uchaguzi, wakiwa ndani ya mavazi maalum. Uchaguzi unafanyika kwa kupiga kura, na ili kuchaguliwa kama papa, kardinali lazima apate angalau kura zipatazo 80 kati ya kura 120. Panapokosekana mshindi, basi kwa kura zilizopigwa hapo awali zinachomwa na kuteketezwa kwa moto ili kuziondoa kabisa. Kisha uchaguzi huo unarudiwa tena mpaka pale anapopatikana kinara, yaani anapopatikana papa, ambaye huapishwa kwa misingi ya Kikatoliki. Kisha shemasi mkuu, ambaye alikuwa akishikilia nafasi hiyo ya upapa kwa muda na kuongoza uchaguzi huo kwenye kikao ndani ya chumba cha conclave, hujitokeza hadharani na kumtangaza papa aliyepatikana kwenye uchaguzi huo. Mimi naitwa Rodney Stewart kutoka hapa Jungle TV International. Usiache kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kwa ajili ya kuendelea kupata habari, burudani na elimu.